kuteua serikali alikuwa William Ruto. Mimi nilikuwa na mkataba ya pale Mlimani. Na nilipigania kwa sababu ukiingiza watu kwa serikali kupitia mpango lazima upiganie watu wako. Sasa nyinyi mlikuwa hakuna mtu ya kupigania nyinyi kwa sababu kura yenu mligawa. Wengine mkapatia Ruto, wengine mkapatia Raila. Na hapo ndio shida iko. Na mimi nichukue nafasi hii niambie Wakisii leo. Mimi nimefurahi sana kuona mmechukua huyu kijana wenu Fred Matiang'i na kuwa na matumaini ya kwamba anaweza kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Na niliona juzi vile alikaribishwa pale na nikafurahi sana. Na mimi naona hii jamii sasa imeanza kupata mwelekeo. Kwanza, muachane na mambo ya buruka. Mambo ya kupitia mtu mwingine ndio mkuje kwa meza ya kitaifa, muachane naye. Huyu kijana wenu Fred Matiang'i alifanya kazi na Uhuru Kenyatta. Na kuangalia kwetu alifanya kazi nzuri sana, alikuwa mwaminifu kwa Rais Uhuru Kenyatta. Na alisukuma kazi sana akiwa waziri wa elimu. Sana, kazi ambayo inaonekana. Najua nasikia watu wengi wanamtaja wale walikuwa shule wakati hiyo. Amekuja pale, amekuwa waziri wa usalama, amefanya kazi ambaye inaonekana. Kutoka hapo ameenda pale World Bank, amepewa kazi kubwa sana. Huyu tukimwangalia ni kiongozi ambaye ametosha, ameiva. Kwa qualification ametosha kuongoza Kenya na anaweza. Lakini ataongoza vipi? Lazima apigiwe kura na watu ya Kenya. Hizi kura atapigiwa na watu ya Kenya. Itakuwa namna gani mimi niambie watu ya Mlima Kenya tuunge Fred Matiang'i mkono kama yeye hajatuonesha kwa dhihirisho ya kwamba nyumbani ameungwa mkono kikamilifu. Kwa hivyo jambo la kwanza, tuko pale presidential candidate wengi. Mimi niko pale, nataka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tuko na huyu Martha Karua anataka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tuko na huyu Eugene Wamalwa anataka. Tuko na huyu Kalonzo Musyoka anataka. Tuko na Fred Matiang'i sasa amejiunga na sisi. Sisi pale mwisho tutaketi, ndio tutoe candidate moja ambaye atapambana na William Ruto. Lazima tufanye hivyo na tutafaulu na tutaketi pamoja. Lakini ndio huyu Matiang'i akuwe na chance. Lazima afike pale kwa meza ya kitaifa, atuoneshe na ushahidi ya kwamba ameunganisha jamii ya nyumbani 2.5 ako nayo kwa meza. Sasa ndio tuanze kuulizana, okay, Bwana Fred Matiang'i umekuja na 2.5, fine. Formula gani tutaweza fanya tukusaidie? Hiyo kura yenu ndio Ruto alikuja naye. Kwa hivyo inawezekana, it's possible. Lakini shida pale kwenu ni kugawa kura zenu. Sigine mnapatia Raila, sigine mnapatia Ruto, sigine mnapatia nani. Wakati umefika kama mko serious ya kwamba mngetaka kijana wenu akuwe pale kwa serikali, either president, deputy president ama chief cabinet secretary, whichever, ile tutasikizana kwa sababu pale tutaketi. Lakini tunataka Wakisii wakuwe ndani ya hii serikali. Jambo la kwanza. Hiyo mambo ya Matiang'i tutaongea sana. Mimi nasema jambo la kwanza. Yes. Lakini ni mtu uoneshe. Mumeungana nyinyi nyote. Yes. Nyuma ya kiongozi moja. Na ndio hiyo Ruto anaita ukabila. Yes. Kwa sababu anajua mkiungana nyinyi yote hakuna kura atapata pale Kisii. Na ndio ako na uchungu, anasema hiyo ni ukabila. Yeye akiunganisha Wakalenjin, hakuna mtu alisema ni ukabila. Yake ameunganisha yote. Vile aliunganisha Wakalenjin, akakuja kuongea na sisi. Ndivyo tunataka Matiang'i aunganishe Wakisii. Akuje kwa meza ya kitaifa, aongee na wengine. Na ataongea akiwa na nguvu. Kwa sababu ukiwa na watu 2.5 million, unakaa kama mwanaume kwa meza na kusema mimi nimekuja kwa hii kikapu ya kitaifa, nimekuja na hii. Tafadhali, mimi niko na maono, niko na sera, niko na experience, mimi naweza ongoza Kenya. Munipatie nafasi ndugu zangu. Lakini ndio munipatie nafasi, hata mimi nimefanya bidii kidogo. Nimekuja na hii, niko naye hapa kwa meza.